Nilidhani kuwa mwenye nyumba ndio mwisho wa mateso. Kumbe ndio kwanza nimeanza kuwa chakula cha nyumba hii. Nilijaribu kukimbia, lakini kila hatua nje ya geti ilinirudisha ndani ya kuta hizi, huku nikiwa natokwa na damu masikioni. Nyumba imeniganda. Leo mpangaji mpya ameingia, kijana mdogo mwenye ndoto kama nilizokuwa nazo mimi. Sauti yangu imebadilika, inatoka kama mbao inayopasuka. Mkono wangu wa simenti ulijinyanyua wenyewe kumpokea, ukitoa moshi wa kijani uliokuwa unaniongoza kuelekea kwenye lile shoka la laana. Nilikuwa nimesimama juu ya kitanda chake usiku wa manane, mwili wangu ukiwa na ganzi, tayari kutoa kafara. Lakini nilipoinua shoka, yule kijana aligeuka polepole na kunitazama kwa tabasamu la kutisha. Aliniambia neno moja lililonifanya niangushe shoka kwa hofu. Nilikuwa na kusubiri baraka. Suleiman aliniambia utakuja. Kijana huyo alitoa picha ya mama yangu mfukoni mwake, picha ambayo ilianza kuvuja damu mbichi mikononi mwake. Baba anataka kukuona Baraka. Yuko ndani ya kuta. Je, huyu kijana ni nani na Suleiman anatumia mbinu gani mpya? Yule kijana hakuwa mpangaji wa kawaida. Alikuwa ni mwanasheria wa kuzimu aliyekuja kuchukua deni la damu ambalo nimeshindwa kulipa. Alisogea chini ya kitanda na kuvuta sanduku la chuma. Nilipoona jina lililochongwa juu yake, roho yangu ilinywea. Lilikuwa jina la mama yangu mzazi. Kijana yule alianza kuzichana kuta kwa kucha zake ndefu, na kuta zilianza kuvuja usaha mweusi wenye harufu ya kifo. Baraka, fungua sanduku, aliamuru. Nilipolifungua sikukuta mifupa, nilikuta moyo mkubwa wa binadamu unadunda ndani, ukiwa umeunganishwa na nyaya za simenti kuelekea sakafuni. Moyo ule ulianza kutoa sauti ya mama yangu. Baraka, niue, unimalize mateso yangu kabla kuta hizi hazijakumeza kabisa. Ghafla, dari ya chumba ilipasuka na kutoa mikono mikubwa ya simenti iliyomkamata yule kijana na kumvuta juu. Alicheka kwa sauti ya kikatili na kunong'ona, umechelewa Baraka, nyumba imeshaanza kummeza mama yako upya. Je, Baraka atakubali kuua moyo wa mama yake ili kujiokoa? Nyumba sasa imeanza kula hata wale waliokuwa upande wake. Mimi ni mfungwa ndani ya mwili wa mtesaji wangu. Kiganja changu cha simenti kilifumbua jicho la kijani la Suleiman, likiniashiria mlango wa namba 8 ambao haupo kwenye ramani. Niliingia ndani ya mlango ule uliotengenezwa kwa mifupa na nyama mbichi. Chumba kile kilikuwa kimejaa vioo kila upande. Nilipojitazama kwenye vioo, sikuiona sura yangu. Niliona maelfu ya watu waliopotea kwenye nyumba hii tangu mwaka 1950. Kila kioo kilikuwa ni kaburi. Katikati ya chumba nilimuona mama yangu akiwa amefungwa kwa nyaya za umeme zinazotokea kwenye moyo mkubwa wa sakafuni. Aliniomba nimalize mateso yake kwa kumuua. Niue mwanangu, alinong'ona. Ukiniua, unakata mnyororo wa nyumba hii, lakini utanisahau milele. Nilinyanyua shoka kwa mikono inayotetemeka, lakini kioo nyuma yangu kilipasuka na kutoa kivuli cha Suleiman kikishika mkono wangu. Usithubutu kumgusa, sauti ya Suleiman iliunguruma. Mama yako ndiye injini ya nyumba hii. Je, Baraka atamuua mama yake au atabaki kuwa mfungwa wa Suleiman? Shoka lilipogusa kioo, dunia nzima ilipasuka. Sikurudi nyumbani, nilianguka ndani ya shimo la nyumba. Niligundua kuwa mtoto wa mwenye nyumba hakuwa binadamu, ni kiumbe kilichoumbwa kwa udongo wa makaburi kinacholisha nyumba hii kwa maumivu yetu. Nilipambana na vivuli vya wapangaji waliopita, huku mkono wangu ukizidi kuwa jiwe. Suleiman alitokea pembeni yangu, safari hii akiwa ni mifupa mitupu inayolinda mshipa mkuu wa nyumba. Aliniambia kuwa nyumba hii haitaki damu pekee, bali inakula kumbukumbu ya kwanza ya furaha ili iweze kuendelea kupumua. Suleiman alinikabidhi kisu cha mwanga na kuniambia lazima nitoe kafara ya kumbukumbu yangu ya baiskeli nikiwa mtoto, picha pekee ya furaha iliyobaki akilini mwangu. Niliichoma ile kumbukumbu kwenye ule moyo wa sakafuni. Jengo zima lilianza kuyeyuka kama nta kwenye moto, likitoa yowe la maumivu ya kifo. Nilihisi nikizama kwenye shimo refu la giza, huku sura ya mama yangu ikififia kabisa akilini mwangu. Kwa heri mwanangu, sauti yake ilisikika kwa mbali. Nilizinduka nikiwa nimelala kwenye mavumbi. Chumba namba 7 kilikuwa kimepotea kabisa, kikabaki kiwanja tupu cha mchanga. Nilikuwa huru, lakini nilipojaribu kukumbuka jina langu au sura ya mama yangu, nilihisi giza tupu kichwani.
Nilikuwa nimefuta kila kitu. Mwili wangu ulikuwa umerudi kuwa wa ngozi ya kawaida, lakini nilipofika kwenye mpaka wa kile kiwanja, simu yangu ya zamani ilianza kuita tena. Sauti ya mwanamke ililia, "Mwanangu, kwa nini umeniacha gizani? Rudi unichukue." Sura ya mama yangu ilianza kuonekana kama moshi kwenye mchanga. Ghafla, mchanga wa kile kiwanja ulianza kunitokea miguuni, ukinivuta chini kwa nguvu mpya kama sumaku. Kuta za simenti zilianza kuota kutoka ardhini. Nilipiga kelele, lakini mchanga uliingia mdomoni mwangu. Nilifumbua macho na kukuta jengo jipya la ghorofa 10 limesimama mbele yangu ndani ya sekunde moja. "Karibu nyumbani, boss," sauti ya Suleiman ilininong'ona sikioni. Nilikuwa nimesimama mbele ya bango lililoandikwa ghorofa namba 7, pangisha sasa. Nilipotazama mikono yangu, nikaona pete ya dhahabu na kiganja changu kilianza kuwa na ufa wa kijivu. Nini kimetokea ndani ya sekunde chache? Ghafla nilipokea simu. Sauti ilikuwa yangu mwenyewe ikisema, "Usigeuke nyuma Baraka, bado upo ndani ya mtego." Niligundua ukweli mchungu. Mwili wangu wa kweli umekuwa nguzo ya kwanza ya jengo hili jipya, na mimi ninayetembea hapa ni kivuli tu. Nilijitazama kwenye kioo cha gari la kifahari. Nilikuwa mmiliki wa jengo hili, lakini nilipotazama sakafu ya marumaru, niliweza kuona sura yangu ya kweli ikiwa imebanwa ndani ya zege. Chumba namba 7 kimegeuka kuwa ghorofa namba 7. Badala ya mpangaji mmoja, sasa nahitaji wapangaji 100 kwa usiku mmoja ili kulisha moyo wa jengo hili. Katibu wangu alinifuata. "Boss, wapangaji wapya 100 wamefika. Wanataka kuingia ghorofa namba 7 kwa sababu bei ni rahisi sana." Nilitabasamu la simenti, nikijua kuwa nitalazimika kuwala wote ili mimi na mama yangu tusiishe. Ukiona jengo jipya lenye kodi rahisi, usifurahi. Huenda mimi ndiye sakafu unayokanyaga, na sitakuacha utoke mzima. Ghafla, mmoja wa wapangaji wapya aligeuka na kunitazama. Alikuwa na kisu cha mwanga mfukoni mwake. Je, huyu mpangaji mpya ndiye atakayeimaliza laana ya Baraka? Share simulizi hii na rafiki yako na comment season 3 kama unataka mwendelezo wa vita ya mwisho.